Okay, bwana mambo vipi? Hapa nataka nikuelekeze jinsi ya kutengeneza Visa kadi. Ni simple sana, ni simple sana. Unakuja unaweka menu ya M-Pesa. Inabidi uwe na line ya Voda. Unakuja unaiweka line kwenye simu yako, afu unakuja hapa unaweka ile menu ya M-Pesa. *150 *00 alama ya reli. Afu una halau, sawa? Ukishahala unakuja hapa namba 4 lipa kwa M-Pesa. Unakuja namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu unakuja namba 7 Visa kadi. Namba 7 Visa kadi. Alafu kuna sehemu hapa namba 1 imeandikwa tengeneza kadi. Kwa hiyo utagusa hapa namba 1 palipoandikwa tengeneza kadi. Itakwambia ombi lako limewasilishwa, utapokea. Yani tayari tumeshatengeneza. Kwa hiyo kuna ujumbe utakuja hapo unaonyesha kwamba tumetengeneza kadi. Umeona, tumetengeneza Visa kadi. Ujumbe ni kama huu: umefanikiwa kutengeneza kadi ya Visa. Tayari una kadi ya Visa na kadi yako kwa mwaka huu. Umeona? Kwa hiyo tayari tumetengeneza kadi. Sasa huku inabidi uweke pesa kwanza ili uweze kupata taarifa za kadi. Ambayo hiyo pesa inakuwa ni pesa yako tu. Kwa hiyo unaingia kwenye menu ya Voda kama kawaida, unaenda namba 4 pale lipa kwa M-Pesa, unaenda tena pale kuandikwa Visa kadi. Sasa ngoja nikuoneshe. Ukishaweka hii menu, baada ya kutengeneza unakuja kwenye lipa kwa M-Pesa tena, alafu unakuja namba 7 hapa kwenye Visa kadi. Wakati huo unakuwa umeweka pesa kwenye hii line yako ya Voda. Hata kama ni buku unakuwa umeweka. Sawa? Unakuja hapa palikoandikwa weka pesa kwenye kadi. Namba 3 weka pesa kwenye kadi. Labda unataka uweke buku. Kwa unakuja, hiyo pesa inabidi iwe kwenye line. Kwa unakuja hapa labda unaandika 1000 kama hivi shwa, afu unagusa send. Ukigusa send, pesa inaenda kuingia. Hapo unaweka namba yako ya siri, una send, pesa inaingia kwenye Visa kadi yako. Ukishaingia kwenye Visa kadi tayari account yako hiyo Visa kadi yako unakuwa umeshaweza kuitengeneza na unakuwa umeiwezesha. Sasa jinsi ya kupata taarifa za kadi. Taarifa za kadi kama kawaida, *150 unaweka ile menu *150 *150 *00 alama ya reli, unaenda namba 4 pale lipa kwa M-Pesa, unaenda namba 7 Visa kadi, unaenda ile palipoandikwa taarifa za kadi. Ukigusa taarifa za kadi, kuna message itakuja inaonyesha taarifa za kadi yako. Kwa hiyo hapo unakuja palipoandikwa taarifa za kadi. Hapa namba 2 ndio unapagusa kama hivyo, taarifa za kadi namba 2. Sasa wanakuletea kimeseji kinachoonesha zile taarifa za kadi yako, ambacho ndo hichi hapa. Sawa. Sasa ngoja nikuoneshe kitu hapa cha muhimu. Kwa hiyo wakati wa kununua tangazo, unapokuja kwenye Chrome hapa, labda umeandika get coin, umesearch hapa kwenye get coin, ukaja hapa kwenye buy, kumbuka hapa unaenda kununua coin. Kwa hiyo unapokuja labda ukawa umeshaweka kama hivi, hapo unakuja unaweka zile coin zako ambazo umeziona kwenye tangazo lako pale. Labda kama zilikuwa ni coin 200 au 280, ukagusa hapo kwenye kwenye kuzinunua, huwa kuna kitu anakuletea. Sasa kile kitu ambacho anakuletea, umeona sasa hapa nilichokuwa nakimaanisha ni kitu hapa. Unapokuja kuboost tangazo kama nilivyowaambia, unagusa hapa kwenye increase views, si ndio? Ukishagusa kwenye increase views, ukaselect hapo kwenye get reads, ukaja hapa kuweka kiwango cha pesa ambacho unataka kununua coin zake. Labda tuseme ni 18,000. Hapa chini huwa wanakuonesha coin za kununua. Na hisi hapa tunaelewana. Huwa wanakuonesha coin za kununua. Kwa hiyo unapokuja Google hapa kwenye Chrome kununua coin, kisha search get coin, afu kagusa hapa kwenye buy coin, unakuwa unagusa hapa kwenye custom. Umeona? Ukigusa hapa kwenye custom ndo anakuandikia coin za kununua. Kumbuka tangazo letu limetuambia nataka coin 571. Kwa tutakuja hapa, tutaweka coin 571, afu tutagusa neno recharge. Umeona? Ukigusa neno recharge inakuambia kuweka taarifa za kadi yako, add credit or debit cards. Umeona? Unagusa hapo. Alafu hapa inarudi kidogo kwa sababu ya mtandao. Alafu inatuambia sasa tuweke taarifa za kadi yetu hapa ili tuweze kulipia. Hapa ambapo unaona wameandikwa enter card number.
Ndio sasa tunarudi tunarejea kule kwenye taarifa za kadi. Hapa kwenye enter card number. Card number ni hizi ambazo unaziona hapa kama hizi. Umeona kwenye kadi, ukisha search taarifa za kadi yako kule, zile taarifa kwenye kadi namba ndio unakuja kuziweka hizi. Halafu hapa ambapo unaona sijui kuna kwaju sijui YY, ndio hizi ambazo zinakaaga kama tarehe 3. Umeona kama zilivyo hizi, ndio unakuja unaweka sehemu kama hapa, lakini unaweka zile taarifa za kadi yako. Hapa mimi nakuonyesha kama mfano. Halafu hapa kwenye security code huwa ni hizi hapa CVV, hizi CVV.